Hello ni aje watu wangu, karibu tena kwenye YouTube ya kwetu, and of course video leo tunataka kuifanya tofauti kabisa, and of course first of all nataka kuwashukuru sana kwa support ambayo mmekuwa mnatuonyesha katika YouTube ya kwetu, kwa sababu sio rahisi kuweza kujitokeza ama kuweza kutusupport kwa ukubwa ambavyo mnazidi kusupport YouTube ya kwetu ya Trendy Repost. Na nakumbuka nilianza YouTube 2020. My first channel iliweza kudeletiwa kwenye YouTube kwa sababu ya copyright, and of course unavyoelewa challenges za hapa na pale, na pia tunashukuru kwa sababu challenges zinatufanya tujifunze kitu ama tuweze kulearn kitu ambacho ni kibaya, ama tuweze kuelewa ni nini kizuri ama tunahitaji kufanya nini katika content ama katika YouTube. So haijakuwa rahisi katika YouTube, and of course tumekuwa na challenges tofauti, na nilianzisha YouTube kitambo sana na sikuwa naelewa mambo tofauti. My first account ilikuwa deleted kwenye YouTube, nikaweza kufungua YouTube ingine haikuweza kukubali. Ndiposa nikafungua hii YouTube ya kwetu ya Trendy Reports. Nikaanza kufanya comedy kidogo, haikukubali. Nikafikiria nitafanya nini katika YouTube. Nikakuja na idea ya kufanya Trendy Reports ama kukuletea mambo ambayo ina trend kwenye social media. Nikaona mafans ama watu wengi wanaikubali sana, nikaona basi hapa ndipo ama hii ndio mafans wanaikubali ama wanaipenda, so nikaamua kuendelea nayo. Nimeng'ang'ana na YouTube ya kwangu 2025 hadi nika monetize my YouTube account. After ku monetize YouTube ya kwangu niliweza kufurahi sana, kwa sababu ilikuwa ni first time ya kwangu kuweza ku monetize YouTube. Sikuwahi kabisa ku monetize YouTube, ama sikuwahi kabisa kukuwa na channel ambayo inanilipa, ama sikuwahi kabisa kupata pesa kwenye YouTube ama kwenye social media yoyote. So nilikuwa so much excited nikisema kwamba basi pesa imeanza kuingia, ama nimeanza sasa nitaanza kuwa na pesa. So nilifurahi sana nikijua kwamba after kumonetize YouTube ya kwangu nitaanza kupata ama nitaanza kupata pesa. So ukiangalia katika video za kwangu nimekuwa nikitumia pictures kupost, na nimekuwa nikiweka sauti ya kwangu, na picha nimekuwa nikitumia mostly pictures ama celebrities ama wasanii pia na comedians, kwa sababu sikuwa na kamera mzuri ama simu ambayo inaweza ni record video quality ambayo mafans wanaitaka. So mimi hutumia pictures katika content ya kwangu. So after ku monetize YouTube ya kwangu ikaanza kuhesabu pesa, nikafurahi sana kwa sababu nilijua kwamba pesa itaanza kuingia, lakini kwa bahati mbaya my channel ilikuwa demonetized kwa sababu ya niliweza kutumiwa email wakiniambia kwamba YouTube ya kwangu itakuwa demonetized. Na kumbuka at that time sikuwa nimetoa pesa yoyote, ama hakuna pesa yoyote ambayo nilikuwa nimepokea kutoka kwenye YouTube, and of course pia nilikuwa bado nang'ang'ana na ile process ya monetization, kwa sababu sikuwa nimeimaliza. So nilikuwa nimengojea ile pin, kuna pin fulani ambayo mtu anatumia kwa posta ili aweze kuweka, ndo process pia iweze kuendelea, ndo umalize hiyo process uanze ku-earn. So katika ile process account yangu ilikuwa demonetized. Niliweza kushtuka sana kwa sababu ilikuwa imenitake time sana kuweza kumonetize account ya kwangu. Then wananitumia email kwamba itakuwa demonetized. That's why ukiangalia katika YouTube ya kwangu, ukiangalia videos hapo nyuma kuna like nimepost 4 months ago, 2 months, nimekuwa nikiruka hivyo kwa sababu ili morali ilirudi chini, kwa sababu
Nilijua after monetization at least nitaanza kupata kitu after all time bundles ambazo nimekuwa nikitumia. At least nilijua kwamba maybe sitaweza kurudi, lakini mambo ikakuwa venye iliweza kukua. So after YouTube ya kwangu kwa demonetized, nikafikiria ku give up, lakini nikasema kwamba challenges ama sometimes kitu kinapofanyika kila kitu kina sababu, and of course nikasema kwamba sitaweza ku give up kwa sababu nilianza YouTube kitambo. Nikasema acha niendelee kwa sababu ilikuwa demonetized, wananiambia because of reused content. Nikajaribu kuandikia emails tofauti but haikuweza kumake, so ikakuwa demonetized. Nikaweza ku delete videos mingi katika YouTube ya kwangu, so ikaweza kurudisha ile watch time, ikaweza kurudi chini. Ndio tena nikaanza kungangana ili iweze kufika 4000 watu ambao wanaelewa ile watch hours. So ukiangalia katika YouTube ya kwangu mostly 2025 nimekuwa nikitumia pictures na nikiweka sauti katika content ama katika videos ambazo nimekuwa nikifanya. But 2026 nimeweza kufikiria ama nataka kuwa promise mafans wa kwangu kwamba at least kutakuwa na improvement katika YouTube ya kwangu. At least nitakuwa serious kabisa na content ama na videos ambazo ninazifanya katika YouTube. Nataka huu mwaka niweze kununua simu ambayo at least itaweza kurecord video ambayo ni quality. Nataka huu mwaka nisitumie tu sauti katika YouTube kwa sababu watu wengi wanaisikia sauti yangu, watu wengi wamesubscribe kwenye YouTube ya kwangu, lakini sura ya kwangu hawajawahi kuiona kabisa. So wanajiuliza ni nani huwa anaongea, lakini leo pia nimeweza kukufanyia hii video, utaweza kunijua ama utaweza kuelewa ni nani huwa anaongea. So 2026 nimeplani mambo mingi, na kama wewe ni fan wa kwangu, tegea mambo mingi ama tegea quality videos, na kuna utofauti kabisa ambao tutaweza kufanya katika YouTube ya kwetu. Nataka huu mwaka nisitumie tu sauti katika video za kwangu. Nataka nikuwe nikijirecord live, nifanye videos kama na record hii video ya leo, kwa sababu ukiangalia watu wengi hawapendi kabisa pictures ama ukiweka picha katika content. Watu wengi hawawatch video dakika mingi kwa sababu mtu anaboeka na picha ambazo umeziweka katika video yako. So huu mwaka at least tutafanya mambo tofauti kiasi, kwa sababu nimeona YouTube ya kwangu imekuwa ikigrow sana na mafans, inaonekana wanapenda kitu ambacho tunakifanya. So pia at least lazima tuweze kuwaletea content ambayo ni safi ama ambayo ni quality, kwa sababu pia mafans wanatumia bundles za kwa kuweza kuwatch ama kuweza kutazama videos za kwangu. Of course pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ametulinda. 2025 imeisha vizuri. Tunashukuru kwa uhai kwa sababu nguvu ambayo Mungu ama uhai ambao ametupa, tutazidi kupambana ama tutazidi kujituma ili mambo iweze kukua sawa. And of course na promise mafans wa kwangu, kama umesubscribe kwenye YouTube ya kwangu, usiweze kuondoka kwa sababu tumeweza kukupangia mambo ambayo ni makubwa sana. And of course huu mwaka wa 2026 tegea mambo ambayo ni tofauti kabisa katika YouTube ya kwetu, ama elewa kwamba very soon kutakuwa na mabadiliko na content ya kwetu itakuwa ni quality kabisa, kwa sababu ya upendo na support ambao mnazidi kunionyesha katika YouTube account ya kwangu. Na nawashukuru sana kuweza kusubscribe kwenye YouTube ya kwangu. And of course huenda pia ni mara yako ya kwanza ndo unapatana na hii video ya kwetu, subscribe kwenye channel ya kwetu, share na marafiki ili iweze kufikia watu wengi. Nawashukuru sana, nawatakia huu mwaka wa 2026, nawatakia mafanikio, upendo, pia tukuwe na amani. And of course tuzidi kusupportiana na Mungu azidi kutupatia uhai ili tuzidi kuendelea kwa pamoja. Mzidi kunifollow, mzidi kusubscribe kwenye YouTube ya kwetu, kwa sababu kuna mambo mingi ambayo tunakuletea very soon.